Tunaelewana vizuri? Kwa Mungu ameepukana na sifa. Lakini kwa nini Wakristo wanasema Yesu ni mwana? Neno mwana ni pana. Wakristo, mimi mwenzenu nilikuwa huko. Neno mwana ni pana. Unaweza kusema hivi, mimi ni mwana michezo. Haina maana wewe umezaliwa na michezo. Ukisema mimi mwana riadha, haina maana wewe baba yako ni riadha. Hapa Wakristo wamekosa kujua Kiswahili vizuri. Mimi najisoma mada yangu na kujaribu kufafanua ili watu wapate kuelewa nini neno mwana, nini maana Roho Mtakatifu. Mwana michezo, haina maana kazaliwa na michezo. Sasa hawa walivyofikiri Mungu ana mtoto, tafsiri ya wengine wakifikiri Mungu kamuingilia mwanamke alafu akazaa mtoto. Mungu ameepukana na hilo. Mungu anahoji kitabu cha Isaya 50:1. Ipo wapi hati ya taraka ya mama yenu? Nilimuoa kisha nikaachana naye. Jamani, mkitafakari sana Biblia hamuiwezi. Biblia ni nzito. Sisi Waislamu wote katika sura Al-Fatiha tunaamini Mola wetu ndio mlezi. Tunaamini Mungu ndio mlezi wa watu wote. Sasa ndugu zangu, neno mlezi linasimama. Sasa usikia neno baba, wajua kamzao. Baba kamzao, haina maana hiyo. Baba alikusudia ulezi, ndio akatumia neno baba kwa Biblia, kwa mtafsiri wa Biblia. Sasa Wakristo wamekurupuka Yesu mwana wa Mungu, mwana wa Mungu. Yesu tufanye mwana wa Mungu. Ikiwa Mungu sasa, Yesu mtoto wa Mungu, Mariamu na Mungu wataitanaje? Kwa mawazo ya kawaida haya, nyewe mtaitanaje hapo? Mariamu anakuwa mama, Mungu anakuwa nani? Kwa hiyo anakuwa ni nani? Mtu na nani? Na mkewe. Jambo ambalo sisi Waislamu tunalikataa. Hatuwezi kumwambia Mungu alilala na Mariamu. Sasa baada ya kusema haya, naomba wazazi, nilikuwa nafafanua tu kwa sababu mjadala umeshapita na washazungumza, waliweza kuzungumza. Lakini neno la mwisho nikae nalo chini. Nimesikia Yesu ni wa ulimwengu mzima, wanazungumza. Ukifunua Biblia ya mwaka 52 nafikiri ndio inayotumia Wakristo wengi. Neno ulimwengu limeandikwa pa. Neno ulimwengu. Ulimwengu wa Agano la Kale, ulimwengu wa Agano Jipya, yameandikwa, nafikiri ne wanafahamu vizuri. Yesu alijiwa na mama mmoja. Katika kitabu cha Mathayo, Yesu 15:21 pa. Mama mmoja ni Mkananayo alimjia Bwana Yesu, akampazia sauti, si Mwisraeli, anatokea pande za Tiro na Sidoni. Akamwambia, Bwana, mtoto wangu amepagawa sana na pepo. Kwa hiyo nimemleta kwa wanafunzi wako, lakini mwisho nimemleta kwako. Yesu akapaza sauti yake akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa Israeli. Yaani ile mama anajibiwa na Yesu, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wana wa Israeli. Yesu anakataa. Mama akazidi kumfatafata Yesu na kumsukuma. Bwana naomba, pamoja hivyo mimi naomba. Yesu akasema, si vema ukichukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Kwa hiyo mtu yeyote kinyume cha Yesu kwa maneno yake, yeye ni mbwa. Yaani wewe Mtanzania ukimfuata Yesu huku, ama wewe Mkenya ukimfuata Yesu huku, andiko nasema si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Kinyume chake sisi sote Yesu anatutambua kama ni mbwa. Mnanielewa vizuri? Kwa maana hiyo basi, mwisho mama akaendelea kumdisturb tu. Hivyo basi Yesu akatamka kwa hasira, iwe kwako utakavyo. Tumswalieni Mtume Muhammad. Nilikuwa nafafanua watu, lakini mada imeshapita. Inshallah hii mada hizi zinazozungumzwa hapa ni nzito, zinahitaji elimu, inahitaji taaluma, sio kukurupuka tu.
Biblia ndio maana sasa tunakaa chuoni tunasoma, kanisani kule viongozi wa makanisa tunasomeshwa ukweli ni huu, uongo ni huu. Kwa kusoma kanisani kazi yako naambia tufumbe macho tuombe. Baba katika jina la Yesu, watu wafumba macho. Baada hapo naambia sasa hivi ni wakati wa kumpa Bwana matoleo safari. Lakini hapa hamna mwenye elimu ya Biblia hasa. Na ukiuliza maswali wa Kristo kwanza kabla mtu anakuja mezani, hebu muulize swali. Hii Biblia neno Biblia limetoka wapi? Na lina tafsiri gani? Wakristo wengi watashindwa jambo hilo. Imetoka wapi asili? Inshallah naomba niingie katika mada muda si rafiki.